Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami, karibu moyo kwanje, karibu lituko lya nondi kwibalane obulali lubwa Nyasaye mukanyasaye yekomba kumanye mbulamu bwefe mulirale Yesu kusili kuchyakaleka kusaye embo mwami Nyasaye lituko lya nondi embo sikira omusulo wosi yali mundu woso ulisi ali lituko lya nondi leko mukono kukuchingufu chende kubulamu bwabwe okola mangana majja mbulamu bwabwe Nyasaye sikiro li Nyasaye niwo mukongo wabosi niwo mukongo wabyosi kuchingula lituko lya nondi kata mwekwalire kuchingula Nyasaye olwalicha yakomulisa li ule munjira imbya mulirale Yesu sayani subie wala amen. Undu wosi yoba noli kukaribisha kandi lituko lya nondi bananga Pastor Jack wa Jesus Healing Center esongolo bunyore karibisha mukura mu fellowship yefwe nonyole nafasi ne wicha inamba yefwe iri ku screen yuko yolola 0792728672 nokupa nyala kuibalana kuinosanye kata wole hawuli omwami na kukasiya mulirale Yesu kule yako nyakulera likwa lya Nyasaye noma kwake bilibwa nene milyango matuka menji ndabeni no mama kwa kano nenda chakiro kuloma kuchifungo chokwikule bilibwa nende chokwikule milyango liyo lufungo lala olwanya nome ko lituko lya nondi olwakwa chaka kwabola okuhonibwa nomba kuokoka ni njia moja ya kupata access ni kuokoka ni ufungu wa kuingia katika anga ingine. Kwa hivyo ni lazima umkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako uweze kutembea katika anga ingine. Wakabili kuboro kusaya amasayo ke Elija kafunga likulu amasayo ke Elija kafungula likulu amasayo ka Hana ke kula inda ya ana niye bulu mwana kule yako lisayo no olufungo lukongo Jabezu lwa Yasaya nabola Nyasaye ni ungasia no metaliye malianje no mkono kukuba uyise ni Nyasaye ya ulalisayo liye nali kolambo nyangwabolo lufungo lundine okusifa Nyasaye praising God wakati Paulo na Sila walimsifu Mungu malango ya gereza yalifunguka. Kwa hivyo sifa kwa Mungu ni ufungo wichomya Nyasaye mluembo wichomya Nyasaye no bindu ebikupilo byechinyembo byosi chingoma chigita chikeyboard no kupani wichomya Nyasaye no lufungo lukongo nisesikira muikanisa no mambushirika kenyaka kubemo nende omwichomya Nyasaye olwa wichomya Nyasaye kata kurali muchinyembo tarakini mangana keminwa chefwe nakubola Nyasaye olo mukongo Nyasaye oli wechingufu omanye Daudi yali niyerukhile niyevisile Saulo niyenjira mulwangaywa nulweli nali mulwangaywa niyembo lwembo nabola the Lord is my shepherd I shall not be in want ne yolong nyali lwagane nabola even though I pass through the valley of the shadow of death I shall fear no evil for your rod and your staff they comfort me olweyembo lwembo ilwo ne Nyasaye honokosia abantu kurambuambe yamuhonokosia yamwinya mikono che Saulo owembo mwichomya Nyasaye kata noli mbutinyo kata mangana katinyire Bible bola mwichomye nge Nyasaye amatuko kosi mubola hembo kukosi kakola kabe na matinyu kabe na matoro kabe na malai kabe kabire nyamangana ingana le Nyasaye libola ebindu byosi byekoleka okulondokana nendo bulalo bwa Nyasaye okukola lirai mbulamu wa bandu abamuyanja Nyasaye kulwe yako lituko lya nondi kenye ho manye tumsifu Mungu ni kifungu kusifu Bwana ni ufungu mkubwa. Tena tuliongea habari ya kuinua madhabahu, tuliongea habari ya kuweka dhabihu kwenye hizo madhabahu. Na siku ya leo wacha niseme ushirika ni ufungu mkubwa obulala wo kuichomya Nyasaye ni olufungo lukongo ebabe bola mustabusya ebikolwa byabarumwa holwa byabarumwa beganjako lunyali lwa 40
na kabiri abola yabo bosi batita hilla okweka okurula kubarumwa nibamenya halala mu buhambani nende mu mekania nende mu kumekania omukati n'okusaya akamangalimwa nende akokuchenya amenji kaholwa okubirra kubarumwa ma sio mundu naba noburi bwinji abasubiri bosi bachichachilla okuba halala nibakabulana ebindu byabwe halala bakusyanga emyandu kyabwe nende ebindu byabwe ma bakabana amapesa okulondokana nende obutaha obwali obwamulala bachichachilla okwakana siyeli tuku hekalu mu hekalu nibalira halala mutsinyumba tyabwe n'obusangali nende myoyo emisihu nibetsomya Nyasaye ne nibasangala n'abandu bosi nibasangalwa n'abandu bosi siyeli tuku omwami yametanga kubo yabo abahoni bwanga ebabeloma amakuwa ko bulala buno fellowship mulusungu langwa fellowship muswahili ni ushirika lakini leka ndilome muswahili ushirika sikila manyireka to mundu holi oelewani mbola ushirika nisina ikila silimo lingana lila imuluya elinyala capture esya ndekomba omunda uleta lakini mbola fellowship no lufungo luhongo mangana akanyasaye ya handi kila bandu nola nyasaye abola where 2 or 3 are gathered in my name I shall be there nyasaye mangana kanda bola I will be where there is a fellowship nitaenda mahali kuna ushirika nyasaye bola yenya obulala ibo buli yenya habandu batirane habandu babiri bali kulira lye bulangwa fellowship kunyala kubana fellowship ise nawe babiri kunyala kubana fellowship likanisa lyosi nyasaye yenya fellowship ne Bible bola olweli kanisa lyokuranga no lyekyaka bakyakira mbulala bakola mangana kabwe halala nibachenda halala nibakusye bindu byabwe nibakabulana okulondokana nendo mundu yali nelyenya yali nende sindu she yenya mbulamu bwene sali nasyota bakusyange bindu byabwe nibalera na mangana kano kakira amangalimwa nikachaka kwekolera akokuchenya nikachaka kwekolera ebyokuchenya byekolera sikira abantu bali n'obulala ebabe bola bachilila mukwekisa nyamangana kabarumwa abarumwa balonda likuwa lye Yesu yalini yabaelesya ne Yesu yababola go ye into the world teaching the world fundisheni ulimwengu neno ne bachilila mwikwano ne nibeke abantu bano hando okumeko mukati yalala bameko omukati nibalonda amekyo kabali ni bahandikirwa akabali ni bahebubwe nende Yesu lwa yali nali kusibala kuno ne balonda amekyo bameko mukate ne basaya halala ni basaya halala lisayo lyaliyo kandi balombe syo kulya ne bali halala ebabe bola bameko mukati barulwa mu nyumba ni bacha muindi barulwa ku nyumba ino bacha muindi na mangana kabakolanga kakira oburi bwinjira mbandu bandi ni bamanya Nyasaye aliyo sikira sina bandu bachekela Nyasaye uwa nizikira wenya kumenya wenyene wenya kwekola mangana wenyene no man has it all unahitaji mtu everybody needs somebody everyone needs someone hakuna mtu anaweza jisimamia peke yake nikasikia msemo unasema no man is an island you need to be attached to someone unastahili kushirikiana kuguzana na mwingine kabla ufike mahali kuna mahali unakanyaga na hapo mahali unakanyaga kama hakungefika mahali ulipo lakini kwa sababu ya mahali unakanyaga kuko inamaanisha unaweza kanyaga hapo na ufike kwingine na tena unaweza kanyaga hapo ufike kwingine uchukue kitu ulete chini kwa mwenye ako mahali umekanyaga kwa hivyo
needs somebody. Hakuna mtu anaweza peke yake, unahitaji ushirika. Usijidanganye unaweza peke yako. Hata kama uko na pesa, kuna mambo pesa haiwezi fanya. Hata kama uko na nini, kuna vitu mali ya ulimwengu haiwezi zikamilisha. Lakini neno linazungumza kuhusu ushirika huu. Walipokuja pamoja kwa umoja huu, miujiza ikaanza kufanyika. Watu wakaanza kupona. Ni kwa sababu miujiza ilikuwa inafanyika, kwa sababu anga ya miujiza ilifunguliwa. Na ufunguo wa anga ya miujiza ni kukua pamoja kwa ushirika. Ushirika unafungulia anga ya miujiza. Kanisa likishikana pamoja na tukiamini moja, hakuna tunaloweza kuliita lisifanyike. Lakini watu hugawana mawazo ambayo ni nia ya adui, kutenganisha na kugawa watu wajikalie kivyao. Unapokaa hivyo unapatwa, unagongwa. Hawa alipatwa akazungumziwa kwa muda na adui, kwa sababu alijiweka bila kushare kila alikuwa naambiwa na Adamu. Akakaa akasikiliza. Angemwambia Adamu, nimeona nyoka anasema ati hili tunda ni zuri kwa kula, ninaamini Adamu angesema kabla tukule wacha tufanye consultation kwa Mungu wetu. Lakini kwa sababu ya kujikalia, anajifanya all knowing, akaingia kwa shida na akaingisha watu wengine kwa shida. Na wakati Mungu alishuka chini, hakupata fellowship tena, kwa sababu Mungu hukuja kwa fellowship. The presence of God comes in a fellowship. Wakati walikuwa wana dedicate hekalu, lwabaliwa saya Suleimani nyalombele hekalu ya Nyasaye, mabarumi hiba Nyasaye bemba mbulala, nibakupe binanda byabwe mbulala. Obuhongo bwa Nyasaye borula mwikulu nibwiha mu hekalu. Sikile sina Nyasaye yeha abantu bali mbulala. Nyasaye yehela abantu bali mbulala. Nebebe bola mu Psalms 133. Mako olweli lingana lirai. Mako lwali lingana lirai. Handi elio kuyanjisia abandu ba Nyasaye okumenya halala mbuta. Kafuana singa amafura kobukosi obutinyu. Akanyuluhanga okurura kumurwe kwa Haruni nende husilefusie kata okuola wikosi liye kanzu iye. Kafuana singa lime lyo mukamba husikulusia Hamoni elikuizanga hubikulu bya Sayuni. Yaho niho aho mwami Yesuha okulamira tsihabi. Obulamu oburanyala ohuwa tawe. Psalms 133. Ebebe bola makolwa lilingana lirai. Singa bandu ni behaye halala mbulala mambuta bwawe. Abundu abandu behaye halala mbulala. Ebebe bola kafuana singa mafura akobukusi akarura kumurwe kwa Haruni. Nikega utsinde futie, nikega wikosi liye kanzu ye. Nekafuana singa lime lya asubuhi, lime lyo mukamba erura kubikulu bya Hamoni. Nibichuluka uskulu za Yuni. Nabola na abundu yao Nyasaye Yesua okulamira chihabi. Nyasaye wa Yesua, he has vowed that when men come together in unity, I shall release a blessing. I shall bless where there is unity. Hiyo ni mapenzi ya Mungu, kubariki mahali kuna umoja, kubariki mahali watu wameshikamana, kubariki mahali watu wanatembea kwa umoja, kubariki ushirika. Mnaposhikana kwa nia moja na kwa lengo moja, Mungu ataamuru baraka. Ndio sababu lazima uwe na ushirika. Usikae kwa TV ukasema Pastor Jack atanihubiria. Hapana, TV haitoshi. So hello kwikala ku TV yonyeta kenyoko bena abundu ochicha omukambi wa kuolaho namanyani sinesyo biraho na kale na kolimes edakaino kali amangana kandike holeka wenyo munda lome nawe nazazi nyala kuoda omyanjo awoni yakafuana na wole koena na kunyole na kata so manyire handi aundi andi tabu. Lakini wenyo mundu
mbulalaibwa mwikanisa muabundu obukana in the fellowship. Hapo kwa ushirika unataka ujuane na watu, uwe na mtu anayeweza kufika kwa hitaji lako, na hiyo kufika kwa hitaji lako ni uweza wa Mungu. Neno linasema mnaposhirikiana miujiza itafanyika, na miujiza ya watu wengine inatokana na watu wengine. People carry miracles for other people. Ukikutana nami umekutana na muujiza. Kwa hivyo unastahili kujua ushirika huu uweke na utunze namna gani, kwa sababu Yesu anahitaji ushirika. Mungu anataka ushirika. Mungu anataka ushirikiano. Tunaposhirikiana, tumesema neno la kwanza, Mungu hufanya watu waliheshimu neno lake. Neno la pili, Mungu huachilia ishara na miujiza. Neno la tatu, Mungu huachilia kibali, kukubalika. Hata mahali pa kazi unaweza kuwa unafukuzwa, unateswa, unavurutiwa chini, lakini nakwambia siku unapoamua kuingia kwa ushirika, utaona heshima inaanza kurudi. Unasikia mtu anasema hata kwa matatu mtu usiyemjua, waachilia mtumishi wa Mungu aingie. Ni kwa sababu uko na ushirika. Respect comes, honor, favor comes when people begin to see you from an angle of a fellowshipper. Wakati wanapokutana nawe kunayo mafuta. Biblia inasema ukimukishirikiana ni kama mafuta yatiririkayo katika kichwa cha Aaron. Ina anointing, inasema ni anointing, na hiyo anointing italeta favor, itafungua mlango watu wa kukubali, wapende, wasipende. Milango za kukubalika hufunguliwa na mafuta, na mafuta hutiririka wakati watu wameshikana kwa umoja. Kwa hivyo ushirika ni ufunguo wa kufungulia kibali. You need to be in a fellowship. Unapoingia kwa ushirika unafungulia milango ya kibali. Kama kuna mahali ulikataliwa, kama kuna kazi haujaipata, kama kuna mtu alikuagiza kitu anakucheza cheza, siku ya leo na kualika kwa ushirika, na kuambia ingia ndani ya ushirika. Wakati wanasema Jumapili kuna siku ya maombi, unaingia pale. Wakati wanaposema tunakuja kufunga na kuomba, unaingia pale. Wakati wanasema kuna mkesha, kuna watu ukesha tu kufungua mwaka peke yake, lakini kuna ushirika wa mkesha wa kuita Mungu usiku mpaka asubuhi. Ushirika huo ufungulia milango ya kibali. Kama kuna makaratasi umetuma mahali, usitume na kukaa nyumbani, tuma na uingie kwa ushirika. Weka makaratasi yako, tuma CV na uingie kwa ushirika, because favor is born in the fellowship. Kibali, neno linasema mitume walikubalika na watu wote. Why were they being received? Mafuta ilitiririka juu yao, mafuta iliongezeka, ikaanza kuleta utofauti katika maisha ya wote waliokuwa wanawaona. Hata Stephen mwenye alikuwa tu mpishi, watu walimuona vitofauti, mpaka adui wakati alipokuja akasema na Stephen akiendelea kupika hapa analete shida, kwa sababu ana convert watu wengi hata kupitia kwa chakula. You are sin, you are just sin. Recognize you're different because you are in a fellowship. Kama hauko kwa ushirika ni kama uko hayawani, you don't know where you are. Na neno la nne ambalo ushirika hufanya ni kuleta ongezeko. Biblia inasema waliongezeka kwa kanisa wale ambao walikuwa wanaokoka. Ushirika huleta uongezeko, na sababu Mungu anahapa in Psalms 133 verse 3, anasema hapo ndipo nitakapoamuru baraka. He is vowing I shall release a blessing. Hakuna venye mtashikana kukose kuwa na baraka. Kwa ajili ya neno la Bwana kutakuwa na baraka, na baraka hiyo inaleta ongezeko. Biblia inasema kila baraka za Mungu zinatajirisha, wala haziambatani na majuto. Ni kumaanisha there shall be an increase in the church, there shall be a personal increase. Your finances shall increase. Utaongezeka na fedha zako ama pesa kako na kemete. Ebindu byo emiruko chyo chingombe chona chiemete. Abundu ogore kasi nonyola favor and nonyola waganini wa madaraka wemeta na kubao. An increase is a sign of fellowship. Kama Mungu hana ushirika na wewe, utaongezeka namna gani? Mungu alianza kuambia Mungu
Baba alikuwa anamnenea Adamu kwa sababu walikuwa na ushirika naye. Akasema enda, jaza, ongezeka, ukuwe mkubwa, have dominion over everything, have dominion over the animals of the sea. Sababu walikuwa na ushirika. Ushirika huleta hii authority ya kiungu. Tukishirikiana kwa nia ya Mungu wa mbinguni, the heavenly authority comes down. Petero mwenye alikuwa mwoga wa ajabu, baada ya siku ya Pentecost na mitume kukaa pamoja wakingoja Bwana, aliinuka na akasema, haya ndiyo yaliyoandikwa na nabii Joeli, yameanza kutimia siku ya leo. Kwa hivyo ushirika huleta audacity, hufanya watu waongezeke hata katika ujasiri katika maisha yao. Hawezi endelea kusema mimi ni mhubiri mkali, mimi ni mhubiri mwinjilisti, na hauendi kwa ushirika, hauweki fungu la 10 kwa madhabahu yako, hakuna dhabihu unapeleka, hakuna mahali unaingia, hakuna mtu unamuita baba yangu, baba, a spiritual father, hakuna mtu unasema I am following after this man of God, hakuna mtu unasema fungu la 10 langu mimi huweka hapa. There is no way unaweza jidai mkubwa kama hakuna ushirika. Kila mmoja ameenda juu, unaweza trace history yake, unaweza trace history yake. Unaweza angalia vizuri, ukimwona Beni Hina kihubiri, unaweza mtrace kutoka kwa kina Idahosa. Ukiangalia kina Idahosa, unaweza watrace kutoka kwa Azusa Street Revival. Unaweza ona vitu zimezalika. Ukiona kina Apostle Joshua Selman, unaweza mtrace kutoka kwa kina Idahosa, unaweza mtrace kutoka kwa kina Pastor Chris. Ukiona Pastor Chris, unaweza mtrace kutoka kwa Idahosa. Ushirika huo uleta ongezeko. Ongezeko sio tu kwa ushirika peke yake, bali ongezeko hata katika mafuta katika maisha ya mtu. If you have a good fellowship with your elders, with the people above you, there shall be an increase in you. Kuna uwezekano mafuta juu yako iwe mengi kuliko waliokutangulia. Kuliko Elijah alimtangulia Elisha, lakini neno linasema Elijah alifanya miujiza 7 na Elisha alifanya miujiza 14. Alifanya double. Kwa sababu gani? Alikuwa na ushirika na mentor wake wa mambo ya rohoni. Alipokuwa na ushirika huo, aliongezeka. There was an increase in the anointing. Anointing yenye ilikuwa kwa Elijah ili double ilipofika kwa Elisha. Kwa nini? Ushirika ufanye vitu viongezeke. Ukiwa na kanisa unaingia ukiabudu, you shall be increased. Kama kuna kuelewa neno, utaongezeka. Hautalielewa tu jinsi your pastor analielewa. There is a level unaenda kuongezeka. Ukishikilia ushirika na neno lote unataka kulifanya, there shall be an increase. Siku ya leo nataka nikwambie, kuchowe meta olondana nende obulala mangana komwoyo. Obulala mangana komwoyo. No mamuswaila mangana menji sikila sililingana lira liyo lyandola lira isana mu lolo molwanje no enyala hueleza mangana kambola kano. Lakini elewa tu, ushirika ni mlango wa mambo makubwa kufanyika katika maisha ya mtu. Inaleta ongezeko, inaleta kupanuka, inaleta kuzidishwa. Unaweza zidishwa, hekalu litazidishwa sababu watu wanashirikiana. Lakini neno linasema where there is strife, the spirit of God does not dwell. Mahali kuna mizozano, mahali kuna kuvurutana, roho wa Mungu hawezi kaa. Kwa hivyo ukiingia kwa ushirika ulete mivurutano, badala ya kuongezeka you shall reduce. Kwa hivyo you need to avoid mivurutano, avoid strife. Don't be an element of strife kwa ushirika huo. Kuwa an element of bonding. Kuwa pale ipatane, fulani na fulani walikuwa wapatane, lakini kuja kwako kumewaleta pamoja, na hiyo ndio itafungua baraka. Kuna watu ufikiria wakivuruga watajijengea jina, lakini nataka nikwambie ukivuruga pia wewe unaisha. Everybody gets finished. Kuna watu wanapungukiwa, kuna vitu zilizokuwa kwa huduma zinaanza kureduce, lakini mnapoelewana kwa umoja kuna kuwa na ongezeko. Hata jinsi watu
wanavyojitoa, kukiwa na umoja, utaona matoleo makubwa. Neno linasema na mitume hakuna mtu alikuwa na hitaji. Kwa nini? Watu waliuza mali yao na wakauliza ni nani anayetaka, ni nani aliye na hitaji, wakakuja wakapeana. Hizo ndio enzi Anania na Safira walikuwa. Ni vile tu Anania na Safira walidanganya mbele za Mungu, lakini walikuwa katika matendo ya ushirika huo. They were part of the apostolic church. Watu wauzao mali yao kwa ajili ya kazi ya Mungu, watu watoao vitu vyao kwa ajili ya kazi ya Mungu, na miujiza ilifanyika. Hata kukufa kwa Anania na Safira ilikuwa ni miujiza. Kwa nini? Ilitokana na uwezo wa ushirika. Sababu Petero anamuuliza Anania, hukudanganya, hukuogopa kumdanganya Roho wa Bwana? Na anasema ni hii pesa niliuza. Na akamwambia wanaume wenye nguvu watakubeba nje, na hivyo akaanguka akakufa. Wanaume wenye nguvu wakamtoa nje. Why? The power of the fellowship ilifanya dhambi ijulikane. Hii ni dhambi. A miracle even on the sinner. A miracle that strikes someone dead. A miracle that puts off a network of another family. A miracle that can stop some people from surviving and living. Ukishirikiana, kuna uwezekano wa wachawi kushindwa kuzungumza. Waganga watakufa because we are uniting. Waganga wataisha, wachawi wataisha. Usiende tu kusema sema na kuongea. Hapana, tafuta ushirika uingie. Ngome kubwa ya kumaliza uganga na uchawi kwa eneo ni kuanza ushirika, is to begin a fellowship. Kama kuna eneo limevamiwa na adui, tunahitaji ushirika eneo hiyo. Ushirika huo ufungua mbingu, it opens the heavens, na kunaanzishwa jambo jipya linaanza kufanyika. Tendo jipya linaanza kufanyika. Kwa nini watu wanashirikiana? Tunaposhirikiana kuna malaika ushuka kutenda miujiza. Ukitaka kuzimisha wadanganyifu katika eneo, wengine wanajidanganyisha manabii, wengine wamejidanganyisha mitume, lakini si mitume. Kama Anania na Safira, weka umoja wa ushirika. Trust God and believe God. Aminini Bwana, kaeni chini kwa imani, jifuateni mafundisho ya mitume, shirikianeni, mega mkate pamoja, ombeni pamoja, inueni sifa zenyu kwa pamoja, chochea ushirika, na uweza wa adui utarudi chini. Kwa sababu ushirika ukiinuliwa mahali, ni madhabahu ya Mungu yameinuka. Kwa hivyo ningependa kukuambia, mahali popote ulipo, you need to be in the fellowship. Unastahili kuingia kwa ushirika. Unastahili kumwabudu Mungu ndani ya ushirika. Ni vyema kuomba peke yako, lakini kuna saa unahitaji ushirika. Ndio sababu neno linasema in Hebrews chapter 10 verse 25, do not have the habit of not meeting as some have begun to do. Msikose kuendelea kukutana kama jinsi wengine wameanza kufanya. Wengine wameanza kukataa kukutanika. Kwa nini? Wanasema hiyo kanisa hivi na hivi. Ile kanisa, hiyo kanisa, hiyo iko na majini. Hiyo kanisa pastor ni mlevi. Hiyo kanisa pastor ni mwizi. Hiyo kanisa, wanaweka maneno, wanaacha kukutanika. Lakini hata kama umeona, omba, Mungu atasaidia. Mungu atafungua njia. Ushirika ni wa Mungu na si wa mwanadamu. Mungu anaweza fanya lolote. Biblia inasema msiache kukutanika, ingieni pamoja kwa umoja. Hapo ndio muujiza wetu huko. Hapo ndio ishara kubwa zitafanyika. Biblia inasema amangalimwa nenda kuchenya signs and wonders. Signs and wonders vilianza kufanyika. Mbingu inaweza funguka wazi because there are people meeting because of what? Because of the word of God. Kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu ya kueneza Yesu, kwa sababu ya kuhubiri Yesu. Watu wakikutanika lazima miujiza ifanyike. Ndio sababu tukienda mkutano wa hadhara, miujiza ufanyika. Kwa nini tumekuja kukutanika? Kwa ajili ya nia ya kulinua jina la Bwana. Nami naamini usiku ya leo muujiza unakuja kufanyika katika maisha yako, kwa sababu unakubali aina ya ushirika huu.
nakubali. Kama ulikuwa uendi church, piga simu yako kwa mchungaji wako, mwambie Jumapili I shall be there. I need the power of a fellowship. Kuna uwezo katika ushirika. No man can do it alone. Siwezi peke yangu, hauwezi peke yako. Mungu alizaa kanisa liwe pamoja. Ndio sababu anasema mmoja ni kichwa, mwingine ni mguu, mwingine ni mkono, mwingine ni macho. We are many but we need one another. Kila mmoja akitimiza neno lake. Ndio sababu Biblia inasema akainua wengine kuwa mitume, akainua wengine kuwa manabii, wengine walimu, wengine wainjilisti, wengine pastors, akawainua wahubiri neno lote. Ni wengi na ni sehemu nyingi, lakini ni mwili mmoja, anauita mwili wa Kristo. And this is the body of the fellowship, and this is where the miracle is. Hili ndilo linaitwa kanisa. Ushirika ndio linaitwa kanisa. Walipokuwa Antiokia wakasema hawa ni wa Kristo, hawa ni wa Kristo. Kwa nini? Wanatembea kama Yesu alivyokuwa anatembea. Ndio sababu tunaitwa Christians. Christianity is a powerful institution. Christianity is not a religion, is a powerful institution. Ni institution iliyo na uwezo wa ishara na miujiza, na lazima kanisa, ishara na miujiza lifuate. Kanisa linajengeka kwa sababu uwezo wa Mungu uko ndani, na ufunuo huo ya kwamba sisi ni wa Kristo. Ndio sababu Yesu akasema na Petero, we ni mwamba, na kwa mwamba unalijenga kanisa, na malango ya kuzimu hayatafaulu. Kwa hivyo likakuwa ni kanisa limedhibitika, lango la kuzimu halifaulu. Na siku ya leo, kama unaamini, I want you to believe God. Mungu anaenda kukusaidia katika kila hali. Ninatangaza uwezo wa Bwana katika maisha yako, kuleta tofauti katika nyumba yako, maisha yako, kwa jina la Yesu. Kama kuna uwezo wa adui ulikufuata sababu ulitengwa na ushirika, ninauamrisha ukuachilie katika jina la Yesu. Natangaza kufufuka tena, natangaza kuinuka tena katika jina la Yesu. Wacha ngome zivunjike, mamlaka ya kutaka kugawanya ushirika ivunjike. Ninaomba ushirika ulimwengu mzima, wacha kanisa lishikane, wacha kanisa litembee pamoja kwa umoja, wacha kanisa lienende kwa umoja, tukamshinde adui, kwa sababu Yesu alishashinda katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Kama haujaokoka, sema Yesu, ninakuamini leo. Wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo mimi ni wako, nitakutumikia. Naamini ulinifia dhambi zangu, na ninakiri na kinywa changu Yesu ndiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nitakutumikia siku zote. Naokoka na kuamini. Sema amen. Tafuta ushirika, ingia kanisani, anza kumwabudu Bwana, omba pamoja na wao, mega mkate pamoja na wao, sifu Mungu pamoja na wao, shirikiana kwa tabu na shida za watu pamoja na wao. Utaona uwezo wa Mungu katika maisha yako. Kwa jina la Yesu, Mungu akubariki, Mungu akutende wema. Karibu mwami, moyo kwanje. Karibu mwami, moyo kwanje. Karibu